Afisa ardhi, naomba maelezo kwamba eneo hili liko ndani ya shule ama liko nje ya shule baada ya kufanya vipimo. Baada ya kukagua mipaka ya kiwanja hiki cha shule, tukabaini kwamba sehemu kubwa eneo hili liko ndani ya shule, lakini sehemu kidogo ipo barabarani. Kuna kipande ambacho kipo kwenye barabara? Yes. Na kuna kipande ambacho kipo ndani ya shule? Ndani ya shule. Ndio. Azizi, ulikuwaje umeuza eneo la shule? Mimi wakati nafanya mauziano ya hili eneo, ni historia ambayo ilikuwepo hapo. Eneo hili lilikuwa chini ya umiliki wa mzee mmoja anaitwa Mzee Musa Jumanne Kaegele, ambao mipaka ya hili eneo tulikuwa tunatumia sisi kuanzia kwenye beacon pale ni Mgazi na beacon nyingine iko kwenye choo pale. Kwa hiyo na ndio na miongoni mwa mzee huyo ndio aliopanda miti hiyo hapo. Kwa hiyo historia hili eneo lilikuwa liko chini ya mamlaka ya wananchi ambao waliotoa hili eneo wakati tunaomba tujenge shule. Hizi alama zote ambazo huleta maafisa ardhi kipindi hicho sisi hatukuwa tumezitumia na hazikuwepo, kwa sababu mwaka 2006 bahati nzuri mimi nilikuwa ni mjumbe wa kamati ya ujenzi wa shule hii Bwanda Sekondari. Na alama hizi ndo alama tuloziweka sisi ambayo ilikuwa inaenda paka eneo ambalo tumeacha sasa hivi kama sehemu ya soko. Kwa hiyo kupitia hiyo ile eneo lilikuwa liko wazi, na kwa ukiangalia kwa alama hiyo hapo kupitia beacon ile pale na ile beacon ile eneo liko wazi. Lakini baadaye walipokuja maafisa ardhi wakasema kuna kevu ambayo imepita. Mimi binafsi ile kevu toka ile 2006 tunaandaa shule hii kwa ajili ya eneo hili, kutokana na wananchi haikuwepo. Mtendaji wa kata, naomba uniambie ni wakati gani huyu alizuiliwa kujenga alafu akaendelea? Ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 3 2026 ndio tulimpa barua ya kusimamisha kujenga, lakini ilikuwa kwenye hatua gani? Ilikuwa bado kabisa, yani msingi. Alafu kikatokea nini? Baada ya hapo mtawala mtaa akaniambia kwamba wale watu wameendelea mtawala mtaa wangu akaniambia kwamba ule mtu uliomba barua akaendelea kujenga. Kwa tunatupasana na polisi kata ili tutafute namna ya kuwasafisha, tukamuita anayejenga ofisini, tukaongea na diwani, tukamwambia kwamba ile eneo ina mgogoro kwamba aache kwanza. Afisa ardhi ambaye ndo mpimaji ametuthibitishia hili ni eneo la shule. Ndugu wananchi, mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri eh? Hili ni eneo la shule. Na mimi nimefanya kliniki ya ardhi kwa takriban mwezi mzima nikiwa ninahangaika na matatizo ya wananchi yakiwemo maeneo ya serikali, lakini katika vikao vyangu nimekuwa pia nikiwaalika wenye viti, watendaji wa kata, nimewaalika watendaji wa vijiji kule vijijini, lakini tumezungumza pia mpaka na wenye viti wa mabaraza ya kata ya ardhi ya kata ambayo mabaraza ya usuluhishi ya kata. Lakini pia tulizungumza na waheshimiwa madiwani na nikawaeleza hatuna sababu ya kutengeneza migogoro. Sijui kama naeleweka vizuri. Azizi, umetukosea kwa kuuza eneo la shule. Na mimi nafahamu kwamba umekuwa ukihangaika sana kutafuta support katika maeneo mbalimbali unayojua mwenyewe, mimi siyataji, ili upate kuondoka kwenye hii kadhia ya kuuza eneo la shule. Lakini mimi nataka nikuambie kwamba maamuzi ya serikali, hatutakubali maeneo ya serikali ya megwe na yauzwe. Na hii nawaeleza wenye vitu wote, niliwaita na leo narudia tena kwamba hatutakubali maeneo ya serikali ya megwe na yauzwe. Na kwa mamlaka nilionayo, kwa kuwa jambo hili litahitaji uchunguzi, ninakuondoa kwenye nafasi ya wenyekiti kuanzia dakika hii. Lakini ninaelekeza mwanasheria wa halmashauri kupitia kwa mkurugenzi aangalie eneo hili na kupitia upya namna ya kufungua kesi kwa uvamizi kwenye eneo la shule. Lakini ninaelekeza zaidi kwamba aliyejenga nyumba hii akamatwe na aletwe ofisini kwangu anipe maelezo. Imekuwaje amenunua eneo la shule
kisha yafuate mashtaka pia dhidi yake kwa kujenga kwenye eneo la shule. Na katika kipindi hiki ninaelekeza pia TAKUKURU wafanye uchunguzi wa kuona imekuwaje mpaka eneo la shule linauzwa. Sio kama naeleweka vizuri. Na kwa maana hiyo, kuanzia sasa hivi pia anaelekeza OCD ataondoka na Azizi mara moja kwa ajili ya kuangalia sasa taratibu za kipolisi zitakazofuatwa. Kwa wanaompenda watakwenda kumwekea dhamana ili hatimaye tumfikishe mahakamani. Lakini nitoe wito, na natoa wito kwa sauti ambayo ni strong, kwamba isitokee mwenyekiti yoyote katika wenyeviti wetu 68 akashiriki kwenye uzwaji wa ardhi na yeye akawa ndio muuzaji. Hana mamlaka hayo. Nimeeleweka vizuri eh? Na kwa maana hiyo basi jambo hili lipite kwa wenyeviti wote, na hili liwe fundisho kwa wenyeviti wote. Tutaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya mwenyekiti yoyote, na hata kama asiye mwenyekiti, mtu yoyote atakayeshiriki kutuongezea na kutuletea migogoro ya ardhi. Mpaka sasa zaidi ya migogoro 300 ya ardhi tumeaddress kwenye kliniki ya ardhi mpaka sasa, na bado tunaendelea. Hata kesho nina vikao vinaendelea kushughulika na migogoro ya ardhi, lakini asilimia kubwa ya migogoro hii inasababishwa na watu ambao nimeshazungumza nao kuanzia ngazi ya wenyeviti. Kwa hiyo hili ninalieleza na ndivyo tutakavyoendelea.